Hii inahuzunisha sana baada ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika yani CAF kuweza kukalia kimya vitendo ambavyo havistahili kabisa kwenye soka, kwani huenda vikasababisha kushuka au kuporomoka kwa soka barani Afrika, kwani vitendo vingi ambavyo vimeweza kufanyika kwenye AFCON iliyochezwa mwaka 2025 kuja 2026 baada ya Senegal kuweza kuchukua ushindi. Sasa kuna baadhi ya footage za videos ambazo zilikuwa zikionyesha maudhui ambayo hayastahili kabisa kwa wachezaji, kwa kile ambacho walichokuwa wakifanyiwa na baadhi ya wachezaji au ya mashabiki kutoka pale chini Morocco baada ya gemu ilivyokuwa ikiendelea. Sasa kuna issue nyingi sana ambazo zimeweza kutokea nje na mashabiki pamoja na wadau wa michezo barani Afrika kuweza kukemea swala la marefali kuonekana kubezi upande mmoja, yani kuweza kupendelea upande mmoja. Mfano mzuri, Morocco ilionekana kubebwa kwenye kila gemu, kwani wao ndo walikuwa wamehosti mashindano haya ya AFCON. Sasa wadau mbalimbali wameweza kukemea sana vitu au vitendo ambavyo vilikuwa vikifanyika, lakini CAF wao wamekaa kimya sana na hakuna ambacho wameweza kuongea nje na marefali kuonekana kubezi upande mmoja. Lakini kuna baadhi ya footage za videos ambazo zilizokuwa zikitrend, zilizokuwa zikionyesha vitendo ambavyo havistahili kwa baadhi ya magolikipa walikuwa wakicheza dhidi ya Morocco. Kama inavyojulikana tu kwamba kuna footage ambazo watu wamezikemea sana. Mfano mzuri, ilionekana game ambao walicheza Morocco dhidi ya Nigeria, ilionekana Nwabari yule golikipa pale mlinda mlango alionekana kusumbuliwa sana, alikuwa akibebewa mataulo yake, kila akifanya hivi namna moja ama nyingine wanambeba mataulo. Sasa wale vijana kutoka Morocco, kwa nini walikuwa wanabeba yale mataulo na kwa nini walikuwa wanaingia pale hadi uwanjani hadi kusawa goalkeeper, na kuna security force pale, kwa nini wanawaacha labda wanaweza kuingia moja kwa moja, au kuna nini kinachoendelea? Kwa hiyo direct watu walijua kabisa kuna namna hivi, kuna njama zilizokuwa zikitengenezwa kwamba wabebe yale mataulo, ijapokuwa haijulikani mataulo wanayapeleka wapi na wanaenda kuyafanyia nini. Sasa hivi vitendo havistahili, kwani kwenye game vinaweza vikasababisha labda kumtoa goalkeeper mchezoni, kwani wamekuwa kijiuliza kwamba mataulo tu ambayo yapo kwa goalkeeper wanayabeba, kwa nini wanayabeba au imekuwaje? Sasa wadau wengi wameonekana kukemea vitendo hivi kutokana na kile ambacho kimeweza kutokea kwenye baadhi ya michezo ambayo imeonekana pale. Kumbuka tu hii ni Mpondela Update, dondosha comment zako afu tuambie kwamba kwa kila ambacho umeweza kukiona, kweli Morocco walizamiria kubeba ili kombe kwa namna moja ama nyingine, au walikuwa wanaforce labda kutokana na baadhi ya vitu ambavyo walivyokuwa wakivifanya.